Moja kati ya stories ambazo zimekuwa zikizua gumzo sana na imekuwa ikiongelewa sana ni story ya Njugush na Wakavinye. Kumbuka wawili hawa walioana mwaka 2016 kama sijakosea, baada ya kupatana pale KIMC, na story yao mapenzi imekuwa interesting sana. Sasa hapo jana Njugush aliamua kuweka wazi kwamba waliachana mutually, ama yani walikubaliana kuachana mutually mwaka uliopita, na sasa wamebaki kulea watoto. So, sasa hii si story ambayo imepata wengi kigafla, sababu miezi kadhaa ambazo zimepita stories zilitokea tena kwenye mtandao kwa mara ya kwanza sasa, kwamba allegedly Celestine aliweza kucheat, kitu ambacho kiliweza kupelekea wawili hao kuachana. So Njugush hapo jana kupitia Njugush Creative aliweza kuachia ujumbe na akasema waliachana mwaka uliopita and now they are co-parenting watoto wao wawili ambao ni Toria na huyo mwingine anaitwa Tugi. So hii story ya mapenzi ilianza mwaka 2016 ambapo walianza ndoa ama walioana officially baada ya kupatana pale KIMC. Na story yao ya mapenzi imekuwa inspiring sana, wamekuwa kivutio cha watu wengi sana. Ikumbuka walianza kufanya skits pale kwenye mitandao Instagram na Facebook, baadaye wakakuja YouTube na watu wamekuwa kufuatilia sana. Moja kati ya stories ambazo ilienda viral sana ni story ya Jimmy Wanjigi, ile time ambayo alikuwa ameshikwa and Njugush akakuja kuimitate, akakuja yani kucopy Jimmy Wanjigi wakati ambao alikuwa ameshikwa bega na bibi yake. Hizo tu ni moja kati ya stories ambazo ziliweza kufanya vizuri sana pale kwenye mitandao. Kiachana na hayo, wawili hao pia walikuwa wameanzisha show yao mwaka 2020 kama sijakosea, show ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Truth Can Thin, and literally ilikuwa Truth Can Thin, show ambayo mwaka huu iko awamu ya 6, na speculations zilianza kwamba baada ya kuonekana Wakavinye kama haipush sana, hayuko pia pale kwenye poster, na ikumbukwe hii show ilikuwa yao wawili. So ukiachana na hiyo show pia walikuwa wamefanya skits mingi sana pale kwenye Instagram. Ukiachana na hizo skits pia pale YouTube wamefanya The Dereva series ambayo ilikuwa na season 3. Ukiachana na Dereva series pia wamefanya By the Way podcast ambayo ilikuja kutikisa anga sana na ilikuwa inafuatiliwa sana na watu wengi sana, sababu ilikuwa ina tell the true stories za maisha yao. Ukiachana na that aspect, ukikuja pande ya biashara, wawili hao walikuwa wamejinyakulia mashamba kadhaa ambazo walikuwa wametuonyesha pale kwenye mitandao. Ukiachana na mashamba, bado walikuwa na kampuni ya Njugush Creative. Ukiachana na kampuni ya Njugush Creative, bado walikuwa wameingia into the matatu sector na walikuwa wamejinyakulia mabasi mawili. Moja ilikuwa inaitwa Tugi ambayo ndio the first born na Toria the second born. And apart from that, bado walikuwa wameanza biashara ya kuuza manguo. They had opened a company ilikuwa inaitwa Binit. Kampuni ambayo ilikuwa inajihusisha na kuuza manguo na kushona. Kampuni ambayo ilikuwa inajihusisha na kuuza na kushona manguo. Ukiachana na hayo pia Njugush bado kwa muda ambao walikuwa pamoja, walikuwa bado Njugush aliandika kile kitabu fulani cha Whispers of My Childhood, kitabu ambacho kilifanya vizuri sana pia kwenye soko. So hii ni story ambayo imeweza kuwakata wengi sana. Ikumbuka wawili hao wamekuwa inspiring sana to the new generation, even to the older generation, na bado walikuwa na kikundi cha The Big Six ambacho kilikuwa na Phil, kilikuwa na Butita, Abeli, Judy, Njugush sasa na Sele. Sasa Njugush sasa kwenye hii kikundi sasa ndo mtu wa pili kuachana na wife. Kumbukwe Phil the director alikuwa wa kwanza kuachana na wife, ambao waliagree amicably, wakaachana amicably. Sasa Njugush kwenye hii kikundi ndo amekuwa wa pili. So sijui maoni yako ni yapi, na probably hii ndo ya Njugush na Sele imekufunza nini? Kama ulikuwa mfuasi wao, hisia zako ni zipi? Nipe maoni yako hapo kwenye comment section. Naona nitadi classic kama ukipenda, the magical boy behind the MIC, na hii ni D Media.